niseme ya kwamba ninaidhamini ile kazi ambayo inafanyika katika madhabahu haya. Ni kwa sababu kuna madhabahu mengi ambayo injili imebadilishwa, imepotoshwa. Juzi mama yangu pahali tulikuwa tumekaa chini, alinionyesha mtoto mmoja, akaniuliza ni nini mbaya na huyu mtoto, sababu ako na mazoea ya kutembea kwake pale kazini. Mimi nikamwambia, nikiangalia hii sura naona ni minyoo. Akamwambia hapana. Akaniambia hapana, mimi nimelea na ninajua minyoo, sababu hata wewe ushawahi kuwa na minyoo, lakini hii hapana, sababu ngozi ilikuwa na babuka. Nikamwambia labda ni mafuta, lakini akahimiza mama yake, akamwambia ni vizuri umpeleke hospitali. Wakati alimpeleka na mtoto akapimiwa, daktari alimwambia isipokuwa ni vile ninakujua, ningeita polisi saa hii, ni sababu ulimpea mafuta iliyokuwa na sumu. Mama akasema mimi sikumpea mafuta. Watoto wanaongea, wako darasa la pili. Akamuuliza, mafuta ulitoa wapi wewe? Kama mafuta tulipewa na shosho. Akatuambia ni mafuta ya kubarikiwa. Hivyo ni kusema wakati mama yao alipofuatilia, anajua imani ya shosho ni wale watu ambao wanaamini ukifungua pochi unakaa ni kama pochi inakaa ya mshirikina, iko na mafuta iliyoombewa na daktari Kiriamete ambao ni bishop mahali fulani, iko na mikufu ambayo iliombewa na bishop fulani wakati alikosa mafuta. Kuna maji ambayo amebebeshwa pia, hii maji naye iliombewa na Reverend Right. Sasa ameongezwa Right Reverend pahali walienda kuhudhuria. Unapata injili inapakwa uchafu. Watu ambao walikuwa wameamini Yesu wanatoa Yesu, wanaweka vitu zinakaa kama hirisi, na watu wanaamini injili. Na Yesu alisema ya kwamba uliolemewa na mizigo mizito, kuja kwangu nitakupumzisha. Lakini watu wamerudia mizigo. Watu wamerudia mizigo. Ukitaka kubeba mizigo, shauri yako, lakini mzigo hautakusaidia. Maandiko inasema siku moja Waisraeli wakaenda vita. Wakati walienda vita, walibebana na saduku. Walidhani kwamba saduku ndio inabeba nguvu, lakini hawakujua uwepo wa Mungu umewaacha. Wasomi wa Biblia, maandiko inasema Mungu alifanya nini? Alinyamaza. Mpaka Wafilisti walikuwa wamestuka, wakashindwa. Ebugerelie ole yenye tunaisikia kwa Israeli, ni nini inaendelea? Wakaona saduku, mpaka Wafilisti wenyewe wakajijazia ni toadhira. Lakini hawakujua uwepo wa Mungu umewaondokea. Walipigwa na sio kupigwa, wakasindikizwa. Unajua kuna kupigwa na kusindikizwa. Umepigwa, umeanguka. Wakati umeanguka unainuka, unaanza mbio. Mwenye amekupiga anakufuata akuaibishe. Walifanywa hivyo. Ni kwa nini? Ulikuwa ni ujumbe wa nyakati hizi. Watu wanabeba Biblia, wanafikiria Biblia itamsaidia. Itakusaidia wapi hii? Hii ni kitabu. Usiposoma haya maneno yaingie ndani yako, hii Biblia haitakusaidia hata ukiifanya pilo. Ngome gukora na gutarurange ukiwa umelalia Biblia. Watu wanabebea rosari, wanabeba misaraba, wanabeba vitu ambavyo zinakaa hirisi, wanafikiria zitawasaidia. Haziwezi kukusaidia kama hujabeba Yesu. Haleluya. Kwa hivyo tusidanganywe. Wenda uvue mizigo, wacha Yesu akalie nafasi yake ndani ya moyo wako. Ambia Yesu tawala. Na ndio Yesu alisema wacheni mizigo, nimetosha. Haleluya. Nilikuwa nataka kunena kanuni 5 ama 6 ambazo zinafuatana na mwanadamu aliyeokoka wakati umekubali kutii na kutumikia Bwana. Fungua nami katika Ayubu 36 mstari wa 5. Nitasoma alafu tutazirejelea polepole. Maandiko inasema, tazama, Mungu ni hodari, wala hamdharau mtu yeyote. Anaweza katika nguvu za fahamu, hauhifadhi uhai wa waovu, lakini huwapa watu esao haki yao. Yeye hawaondolei macho yake wenye haki,
lakini pamoja na wafalme huwaweka katika viti vya enzi milele, nao hutukuzwa. Nao wakifungwa kwa pingu, wakitwaliwa kwa kamba za mateso, ndipo huwaonyesha matendo yao na makosa yao ya kuwa wametenda kwa kujivuna. Yeye huyafunua masikio yao wasikie maonyo, na wakiagiza warudie kuacha uovu. Kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa, na miaka yao katika furaha. Wacha nirudie mstari wa 5. Tazama, Mungu ni hodari, wala hamudharau mtu yeyote. Hakuna kitu kilichoko kingumu kama kudharauliwa. Kudharauliwa. Hakuna mtu anayependa kudharauliwa na kuaibika. Sana sana wanaume. Kana tiguo. Na ndio unapata watu wanaenda an extra mile, sababu hataki kudharauliwa na kuaibika. Unapata mtu anaenda anataka kutoshana na wanaume wenzake, anakimbia tara, anachukua loan nzuri ama sako, anaenda anaweka biashara, sababu anataka kutoshana na wanaume wenzake. Lakini sababu ameenda biashara, hajauliza Bwana kama haya ni mapenzi yako. Wacha nikwambie, mimi nimewaona. Alikuwa anataka kukaa level moja na wanaume wenzake, lakini hakujua siri. Alidhani siri ni kuenda kukopa kwa tara, fuliza, sako, mpaka jirani na makanisani. Nocio ni ugwati. Ndukanaka mbere mundu wa kanitha mbia. Muhitanagia muno. Utugatiri ukahujia hau. Watu wengi ambao wameharibu kanisa, ninakukopea unapotea kanisa. Ninakukopea unakosa kulipa. Kwa hiyo kile hotiare hii. Na hapo mwana anachukua akate. Watu kile hotiare hii. Wanasifia sana. Mtu anakuja anakuambia hii mwisho hii. Nitahakikisha nimelipa. Anakuja na ushuhuda. Ninagojea Bwana. Na sababu unajua sisi ni watu wa kugojea Bwana, anakuingiza katika mikakati ya kugojea Bwana ambao haikuwa sehemu yako. Wakati wewe ni weterera Ngai. Tiga kundu ni mipango-ini yaku ya gweterera Ngai. Wakwaragi ukireira. Wewe endelea kugojea, usiniingize kwa mikakati yako. Bwana siwe sana. Watu hawataki kuaibika. Unapata sababu hawajui siri ya kutumikia Bwana na kutii Bwana. Wanafikiria wakichukua loan itawasaidia. Wacha nikwambie, inawafanya wakuwe mateka ya maisha yao wenyewe. Moda kama ukilala hata hachukuagi simu yenye hajui hii ni tara, hajui hii ni wamama wananidai, hajui hii ni ya kanisa. Unapata mtu akona wale watu ambao anachukua simu zao, amekuwa mateka sababu hakujua siri ya kutii na kutumikia Bwana. Alifikiria ya kwamba ataenda kutafuta loan. Maandiko inasema ya kwamba Mungu ni hodari, waga hamudharau yeyote. Kama Mungu hawezi kudharau yeyote, kwa nini akubali wanaomtii na kumtumikia wadharauliwe? Haleluya. Unajua Daudi alidharauliwa kwa sababu wakati Daudi alizaliwa, si unajua Jesse alikuwa ametupa bibi na akatafuta msichana mrembo mzuri, anasema yeye adhuri magana, na akatafuta mwanamke. Lakini mwanamke akaenda akaambiwa na Jesse, leo ninakuja, tengeneza degu, tengeneza chakula mzuri na chai moto ya kahawa, ninakuja. Na hivyo yule mwanamke wakati aliambiwa hivyo, akaendea bibi ya Jesse waliokuwa wameachana, akamwambia ni aroka, tukanaza kana tumia ni aroka na sitawakisha taa, jifanishe nguo zangu na ujipake mafuta yangu na umugoje. Jesse akakuja. Haleluya. Akadhani ya kwamba ametembelea mbali, na kumbe alikuwa ametembelea tu karibu. Hiyo ilikuwa tu ni sehemu ya kwake. Lakini baada ya siku kadhaa alijua, na tayari mama alikuwa amefunga mimba. Daudi ndio alizaliwa, akawa amedharauliwa. Usifikirie alidharauliwa bure, sababu Jesse aliona mmenicheza.
umenicheza. Na huyu naye aliyezaliwa nitamdharau, akadharauliwa. Lakini aliyedharauliwa akajua siri ya kutii na kumtumikia Bwana, Bwana akamuinua. Haleluya. Unang'ang'ana na nini? Siri ni moja, ni kutii na kutumikia Bwana. Naye Bwana anasema sitakubali udharauliwe. Namba mstari ya pili nasema huhifadhi uhai wao, lakini huwapa watesao haki yao. Haki yao. Wapendwa, ni mara ngapi Kenya tumeitisha haki? Tunatokea wote, haki yetu, haki yetu. Tumechukua vibao, tumechukua madhege tukitaka haki yetu. Ni mara ngapi tulifukuzwa ukitaka haki yako? Unajaribu kuipigania kutafuta haki, lakini njia ambayo unapitia inafanya unaaibika. Kutafuta haki yako, kama hutaweza kujua siri ya kwamba kuna pahali haufai kujipigania, kuna pahali ya kusimama na kuambia Bwana, hapa nipiganie. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wangapi ambao walifuata mabwana zao wakati walinyakuliwa na tusichana dogo, akasanya wa mama wawili watatu, ati tuendeni, nimekumenya ni wako. Wacha nikwambie, walipigwa mpaka ule bwana wanaendea akajoini wale, akapiga bibi yake na mama ambao walikuwa wamekuja na wao, wakapigwa wakitafuta haki yao. Kujipigania ukitafuta haki yako kwanza ni arogoso. Ama unaona kuna wale watu ambao walinyang'anywa mali zao, mke anafukuzwa mali yake inachukuliwa na wanadhani ya kwamba watatajirika. Mama bwana yake anakufa, wanamfukuza, wanachukua shamba. Mama anaenda kwa chifu, wachana na chifu. Chifu atakula murugura. Nani hana mdomo? Kekera rogiriko mwana kiuma werari. Tutasema hiyo kesi wachana naye. Lakini anayejua siri hata kibia kwa chifu, atakibia kusema ya kwamba Bwana, maandiko inasema ya kwamba wewe unawapa watu esao haki yao, wanaotii na kumtumikia Bwana. Haki yetu. Bwana asifiwe sana. Haki yetu. Unajua Ahabu alifikiria biashara imekwisha, sababu amechukua shamba la mwenyewe, na mke wake akamwambia mambo ni salama, wewe enda tulia, enda ulale, mimi nitashughulika. Na mtumio swali wale mwake, mimi nitashughulika. Wewe naye Ayubu unakaa na muna gani? Wewe enda lala, mimi nitashughulika. Wakati mama alishughulika, ripoti na message haikuja kwa mama, alikuja kwa mwenye alikuwa ameambiwa tulia. Akamwambia ulimruhusu sasa nini nimekuja sababu nawapa watu esao haki yao. Wewe na huyo mama na kizazi chako cha wanaume nitahakikisha wamekufa kwa upanga, sababu Mungu huwapa watu esao haki yao. Haleluya. Na kwa watu kuuliza ni haki yako gani umeikosa? Unafikiria kujipigania, wacha kuwafuata. Haleluya. Wacha kufuatana na huyu mzee. Kila saa umechokora, ugaruranirie, mwenyeraniri akiondoka tu kidogo, mnakaa paka na panya, mnatafutana na simu. Mungu anawapa watu esao haki yao. Siri ni moja, ni kutii na kumtumikia Bwana. Haleluya. Na Bwana hata yeye ni hodari, anasema nitahakikisha nimewapa watu esao haki yao. Hakulingani wewe ni nani, lakini ukikanyanga laini ya mteule ambaye hakuwa na makosa, Mungu ni lazima atasimama. Kwani Daudi hakuwa ametiwa mafuta? Na maandiko inasema hata alikuwa mwenye anatafuta roho ya Mungu, lakini wakati alipodhubutu kuchukua mali ya mwingine, Mungu alimwendea akamwambia, hapa Daudi, hapa hapana. Hapa ni lazima mimi nitimize neno langu, ni lazima nipeane kwa watu wezao haki yao, na ni lazima nilipishie. Onaka mudhiosho nemo kuo, ni lazima nitalipisha. Alilipishiwa akiwa amekufa, sababu Mungu ni lazima afuate neno lake. Siri ni moja, mutii na mtumikie Bwana. Mambo mengine Bwana atashughulika. Bwana akaendelea kusema, ukisema lakini anapo watu esao haki yao, yeye hawaondolei macho yake wenye haki. Macho. Hawaondolei macho wenye haki.
Na maandiko inasema vizuri ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Psalms 34, Daudi akasema ya kwamba wewe Mungu, wewe Gai, anasikiza maombi ya watakatifu na macho ya Bwana yanatazama mwenye haki. Hivyo ni kusema Bwana akisema nitakutazama. Sababu nasikia naye Petro anasema ya kwamba kaeni mkiwa mumekesha, kaa ukiwa macho. Ukisikia pahali pameambiwa kaa ukiwa macho, kuna possibility adui anaweza ingia. Na maandiko inasema pahali pengine walipolala adui akaingia, pahali walipanda mbegu njema akapanda magugu. Kwa hivyo pahali macho yanapofungwa, hebu angalia mwenzako kama anafunga macho. Taroshuke kana toro. Ambie kama umenyetene. Umwambie pahali tu unafungia macho, hapo ndio adui anaingia. Na Yesu wa Mungu mwenyewe anasema ya kwamba mimi mwenyewe siwezi kuwafungia macho wale ambao wananitii na kunitumikia. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba usalama wa kwao ni tosha. Bwana anawashughulikia. Wewe hujaona mtu ambaye ametajirika anaanza kuogopa wenzake. Unajua mtu akitajirika mpaka anaogopa mshirika. Unaona, anaanza kulimit. Unaona huyu, hii macho ananiangaliaga nao katika madhabahu, huyu siamini hii. Unaanza kulimit. Sasa wakati unapotajirika kabisa, unaonaga wengine mpaka wanahama. Hakuna mtu anayeamini, sababu hajagundua siri ya kwamba kunayo macho ambayo yanatazama wenye haki. Sio hivyo peke yake, anajenga ukuta mrefu kama ya jera. Kule juu anaongeza senyenge, anaongeza sitima, anaongeza ndani mbwa kali, anaongeza Masai watatu, ananunua zana za kivita. Huyo mtu anajaribu kujilinda, sababu haamini yeyote, sababu hajajua siri ya maisha ya kwamba wakati utakapotii na umtumikie Bwana, kuna mambo Mungu atashughulika. Nitalinda mpaka utajiri wa kwako. Haleluya. Kwa nini nilala macho moja ikiwa nje na ninajua utajiri yangu Mungu amenipa halali? Si kuendea kule kwa watu ambao wanaandikaga vibao huku wanaponya kila kitu. Mimi si kuendea huko, mimi nilipewa. Wewe kama uliendea Pemba, ndugu yangu, shughulika na Pemba. Ajua watu waliendea Pemba, muganga mashuhuri akaendea, akaambiwa sasa nataka utajiri, tafuta maini ya boko. Akaenda akaleta, akaambiwa shika. Wacha nikwambie, huyo halali, sababu hajui next time anakuja kuitishwa nini. Agaki goro ya horo ya muruthi unilete ujire muruthi ungewajia tiga goro rwara rwa muruthi taitoa wapi. Lakini analala na wasiwasi, sababu hajui adui ama mwenye alimpa nguvu atakujia nini. Lakini maandiko inasema Mungu anawalinda watakatifu, macho ya Bwana yanawatazama. Ukikienda kekege kama macho ya Bwana yanakutazama, yamekupa uhakika wa maisha ya kwako. Ndio Daudi akasema ya kwamba moyo wangu hautaogopa, nimejua siri ya kwamba Bwana ndio nuru na wokovu wangu, mimi nitamuogopa nani? Watenda maovu watakaponikaribia mimi, wakule nyama zangu, moyo wangu hautaogopa, sababu najua watajikwaa na wataanguka. Wacha watenzi jeshi la mapepo litakapoungama kupigana nami, moyo wangu hautaogopa, kwa sababu jambo moja nilitakalo kwa Bwana ndio nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ai, tokedaga injili hana ati. Anasifiwe sana. Macho ya Bwana yanawatazama. Kwa hivyo hata kama adui watakuja kwa njia moja, niko na uhakika anawatawanya. Anasifiwe sana. Hata kama wataendea wakuja na hirisi, nitaikunywa na nikunywe mpaka supu. Maandiko yanasema ya kwamba hakuna kitu kitakacho kudhuru. Diraki ya datioge, kama macho ya Bwana yamenitazama, nikubali kutii na kutumikia Bwana, macho ya Bwana yatanitazama. Maneleha kama ile ukanywa kila sema waragio ni maguta, utakuwa unakunywa na ukamulia magi mara ile vitu. Kuna ingine sababu nimesikia ni kama imenitia moyo, sio kwa sababu ya ile kitu ambayo umekunywa, ni kwa yule ambaye unatii na kumtumikia. Maandiko inaendelea kusema katika viti vya enzi milele na wao hutukuzwa.
Hao ndio watu wananenewa ya kwamba na wao hutukuzwa. Kwa hivyo kuna viti fulani ambao Bwana anainua watu na kuwaketisha viti fulani, sio kwa sababu walihitimu katika maisha, walijua siri ya kutii na kutumikia Bwana. Kawai metana keke garanio. Kawai toketa nake. Ha hebi. Wanaye wa 4. Unajua wengine hata hatukufika form 4. Na unapata pahali unafanya kazi, umeinuliwa mpaka umefanyika supervisor. Unapata mtu mwingine alifika 2. Lakini Mungu amempa kibali. Ameambiwa kuanzia leo tunakumeki hapa, wewe ndio landlord. Wewe unakuja kulipiza pesa, unafanyika tenant. Ni kama ni kwako. Unapata mtu unalipiza nyumba ya 10,000 na yako ni ya 3,000. Na unakuwa mkali, mokole hanyoba doe. Mutiathokeria wira. Mungu amekuwekelea pahali sio kwa sababu unastahili. Ni kwa sababu kuna siri ya kutii na kumtumikia Bwana. Anawainua viwango, anawaketisha na wafalme wanaojua siri ya kutii na kutumikia Bwana. Haleluya. Tumetoka mbali. Ni vizuri mara nyingine unarejeshea akili yako umetoka wapi. Unaangalia pahali umefika mpaka unasema huyo ni Ngai amenifikisha hapa. Watu walidhani hakuna pahali utaenda, lakini unaona hii siri ikafanya Mungu akuketishe pahali waliokuwa wanaona aliametanaga. Wewe unasikia ripoti na wengine, mama fulani ameitwa, mama fulani ameitwa, wanakuangalia, wanakudharau. Saa hizi wewe ragwo tuguthie na Mungu anakupa kibali ya kwamba unaheshimika, anakuinua, unaketi na wafalme. Unajua kuketi na wafalme ni kumaanisha nini? Sio lazima nikae na Uhuru. Utako Uhuru. Lakini pahali Uhuru anakula. Wako jana wale mwenye kuegorera saa hiyo na koroni wa nofo. Siwezi. Pahali Uhuru anakula. Hata kama wataniambia sahani moja ukikula mamba, sahani moja na tukuwekee sausage ni 4,000, sitaongea. Weka. Sababu Mungu amekubali ya kwamba niketi na wafalme. Haleluya. Na simaanishi ya kwamba yule ambaye anakula maharagwe kwa saa hii hakuna pahali anaenda. Siri ni moja, ni kutii na kutumikia Bwana. Ya kwamba Bwana anainua watu wake viwango. Haleluya. Siri ya kutumikia Bwana. Bwana atakubali awainue viwango kutoka hapa mpaka pale, na watoto wao watainuliwa viwango. Akire Ngai uraria. Unajua huyu mwenye alikuwa anaongea hapa ni kijana, hata sio mzee. Walikuwa na wazee wawili na kijana mmoja. Huyu ni kijana alikuwa anaitwa Elihu. Wakati wazee wawili waliongea, akawaambia nimesikia. Sasa hata nyinyi sikizeni. Yale modu wa hidalei wa aragia. Alikuwa ameona jinsi Mungu anafanya kazi, na nimekuletea ujumbe, mutii na umutumikie Bwana. Utaona Bwana akisimama mwenyewe. Todwetagwo Ngai. Na maandiko inaendelea kusema ya kwamba nao wakifungwa katika pingu, wakitwaliwa katika kamba za mateso, ndipo huwaonyesha matendo yao na makosa yao ya kuwa wametenda kwa kujivuna. Yeye huyafunua masikio yao wasikie maonyo, na kuwaagiza warudi kuacha maovu. Kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa. Kuna pahali alisimama kwanza Elihu, akamwambia unajua mwanadamu ni mudhaifu, na kuna mara nyingine unajipata katika hali ngumu ya kufungwa na unadhani kwamba ni Mungu aliyekuachilia. Akaambiwa ya kwamba wakati Mungu mwenyewe anafungua masikio yao ndio wapate kulisikia neno, na wakati wanaambia Bwana hakika nimetembelea mbali, sasa nimerudi, Bwana anasema ya kwamba kama wakisikia na kumtumikia watapisha siku zao katika kufanikiwa. No mwega. No ngehura githuria ite mweha. Ndio Mungu anafungua nafasi hii ya kwamba hata wakisikia, wakiona wamefungwa, wakati waliingia katika majivuno. Unajua kuna level Mungu anaweza kukupeleka mpaka unadharau wengine. Unaona ni kama unajua kuomba sana, na unadhani pahali umefika ni bidii. Unaona kuna watu wangapi wanaamuka saa 10
wanabeba mkokoteni kuanzia miaka 20 mpaka miaka 60, bado kwa mkokoteni. Binyomo yao mligona guaya taka kwenda pora na mkokoteni. Unafikiria ni wangapi? Na sisi tumeamuka saa 4, tumekuja juzi, tunaweza sema ya kwamba haya mambo Bwana ameyatenda. Mungu anasema ya kwamba wakati mtaanguka kwa majivuno, na mjue ya kwamba ni kujivuna, na musikie sauti, mrudi kwa Bwana. Ngai yake mera aterere, nitafanya siku zenyu za baadaye ziwe za kufaulu. Mtafanikiwa. Haleluya. Wakati watajua hiyo siri, munitii na munitumikie, siku zenyu za baadaye sitakuwa zimebarikiwa. Na hakuna kitu kizuri kama kubarikiwa uzeeni. Na akamalizia na kusema ya kwamba na miaka yao katika furaha. Unakaa ukiwa tu unacheka. Watu wanakuuliza unacheka nini? Ninacheka kuwa na amani ya Bwana. Kiarago lile mwoda lakini sababu nimempata Bwana moyoni, Bwana amenipa furaha. Unajua kuna wazee wangapi wameacha jamii zao na shida? Mtu anajua anakufa, amefikisha 90 mama, alafu anaanza kupanda mikakati, hiyo 7 isiwahi gawanwa. Anigodhi aradhi aida godhi naguo isiwahi gawanwa. Hiyo 7 nimewacha isiwahi tibwa choo ingine na gedhi likueta mwethia kwa jirani, na kamesema, na saa hiyo kanaendelea kusema wacha sio hivyo peke yake, na hii 7 ile mugumo ile isiwahi ngolewa. Mnakaa kama wachawi, mumefungwa na mtu ambaye anaenda, na wakati anakufa hafungi macho. Inajaribu kufungwa na daktari, imekaa ya omena hivi, amekataa kuondoka. Wewe hujaona hawa wazee? Mtu anapelekwa nyumbani na huku anakatalia, na hapa Naivasha lazima apiduliwe, sijui afanywe nini, sijui waite nani, hakataki kwenda. Uzeeni haka kufaulu, haka kufanikiwa, kamekuva uzee wa taabu na matambiko. Hakujua siri ya kutii na kutumikia Bwana. Haleluya. Kuna haja gani ya ubebe 7? Unawacha watu wenyu wote tumetaka ibarua cia gutulimira na wamekalia milioni 30. Kuna wangapi wanateseka sababu wale ambao waliwatagulia uzeeni wao walimkataa Mungu, wakawaacha hata kizazi chao na laana. Watu unaona shamba nusu ni makaburi. Mzee ambaye hakujua siri, anataka kutembea na mali. Uzee wake ulikuwa ni uzee ambao hakugundua kutii na kutumikia Bwana. Haleluya. Alikuwa tajiri, hatukatai, amewacha magari, na wakati yako higa gari yako ndikane ndio. Unatembea Boma unapata watu wamejenga, lakini pale kando kuna gari mzee mpaka umbwa zinalala ndani. Mzee, watoto wamekuja wamechezea ndani, wamekomaa, haiwezi tolewa hata bati moja uuze. Mzee alisema isiuzwe, ni monument ya umasikini. Hakujua siri ya kutii na kumtumikia Bwana. Ayarogosu. Na ndio niko na ujumbe wako wako. Ndaleki. Ya kwamba ukitaka kufaulu katika maisha, mtii na umtumikie Bwana. Andamana na Bwana. Wacha kizazi chako kijue ya kwamba pahali umefika, hiyo mizani umeinuliwa na Mungu, sio kwa ile bidii ulijua katika kufanya kazi, lakini ni kwa kutii na kwa kumtumikia Bwana. Hakuna siri nyingine, sio mafuta, sio maombi ya bishop fulani. Sio, hatutakubali kubeba mikufu, kubebeshwa ghasia ya kwamba ndio tuonekane ya kwamba tunamjua Bwana. Bwana ametuvua mizigo. Siri ni moja, tumutii, atumutumikie. Bwana anasema sitakubali waibike. Nitawapa haki yao wanaoteswa. Anasema ya kwamba nitawainua niwaketishe na wafalme. Bwana anasema hata uzee wao utakuwa uzee uliobarikiwa. Bwana mwenyewe anasema na macho yangu yatawatazama. Tusimame tuombe. Sikia unaongea na Bwana, nena na moyo wako. Ambia Bwana akusaidie ya kwamba katika yote ukamtii na kumtumikia Bwana. Usingangane na maisha, usijipiganie, lakini wacha kutii na kumtumikia Bwana kukue kipao mbele. Usibebezwe mizigo, kwa sababu yote Bwana alibeba Kalvari na akatufungua, akatupa mwongozo wa maisha ya kwamba katika yeye mambo ni salama tukimtii na tukimtumikia, katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa yote. Asante kwa kunena na moyo wangu na kufanya nikatambue ya kwamba
ni katika kukutii wewe na kukutumikia ya kwamba yote atakuwa salama. Utasimama mwenyewe na kujidhihirisha kuwa Bwana. Tunakushukuru Bwana. Tukaombe bila ushirika. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, asante kwa kunena nasi mchana wa leo na kutukumbusha mapenzi yako jinsi yalivyo Bwana katika maisha yetu. Umetunenea hali ya kukutii na kukutumikia, na mambo mengine Bwana katika maisha yetu utashughulika nasi Bwana. Tumeomba ya kwamba ukatuwezeshe wote kwa jumla kukutii Bwana na kukutumikia, ndiposa katika maisha haya usituweke katika aibu, ndiposa maisha haya haki yetu ipate kupatikana. Maisha haya Bwana uwe mchungaji na uwe mlinzi wa maisha yetu. Katika maisha haya Bwana upate kuwainua watu wako, hata katika uzee wao wataishi kwa furaha, wataongea kama Daudi ya kwamba nilikuwa mchanga lakini nimekomaa na sijaona mwenye haki akiwa Bwana umemwachilia, ama watoto wake wakienda kuomba mamkuli. Timiza neno lako Bwana, nasi tumekubali kukutii na kukutumikia. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na kushukuru. Bwana atubariki sana.